نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر آمين يا رب العالمين. Ndugu, leo tunaendelea tena na kitabu Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya kilichoandikwa na Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah amrehemu. Na bado tuko katika maelezo ya alhadithu thani, hadithi ambayo imejumuisha mambo matatu ambayo ni maratibu dini, ngazi au daraja za dini. Kwanza al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, na tunaishi katika maudhu ya al-qadar, al-imanu bil-qadari, ambapo katika darsa iliyopita kabla ya hii au darsa zilizopita kabla ya darsa hii ya leo, tuliweza kuona kwamba al-imanu bil qadari, kuamini qadari, kunajumuisha kuamini mambo manne. Alaysa kadhalik? Bala. Lidhan almartabatu thalitha, daraja ya tatu, almashia, ni matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kipengele ambacho leo twaendelea nacho chasema fal insanu mukhayyarun la shak, lakin ma yaf'aluhu al-insanu na'lamu annahu maktubun min qabl, kwamba mwanadamu anayo khiari, yani ana uwezo wa kuchagua, ana option, afanye au asifanye. Hili halina shaka yoyote, lakini lile analolifanya mwanadamu tunatambua kuwa limeshaandikwa tangu hapo kabla. Walihadha nastadillu ala kitabati Allahi azza wa jalla liaf'alina wa iradatihi laha wa khalqihi laha ba'da wuqu'iha, amma qabla alwuqu'i fala nadiri. Haya ni maeneo ambayo tuliishia kwenye darsa iliyopita. Nimeanza juu kidogo katika kipengele cha mwisho cha darsa iliyopita, na kwa ajili hiyo tunatolea ushahidi maandiko ya Allah aliyetukuka na kushamiri juu ya vitendo vyetu, irada yake na kuviumba kwake vitendo hivyo baada ya kutokea kwake. Ama kabla ya kutokea kwake sisi huwa hatujui. Tamam. Walihadha
qala Allahu azza wa jalla wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Na ndiyo maana Allah aliyetukuka na kushamiri akasema, na nafsi yoyote haijui ni nini itachuma kesho, wala nafsi yoyote haijui itafia katika ardhi gani. Hakika Allah ni mjuzi mwenye habari ya ndani. Nadhani mazingira hayo, maeneo hayo ndipo tulipokuwa tumeishia darasa hilo. Sawa? Fa idha kana hadha huwa alwaqi'u binisbati lilmashia anna Allah ta'ala yasha'u kulla shay'in lakin la yujbiru al-ibada bal al-ibadu mukhtaruna fala dhulma hina idhin. Ikiwa huu ndio ukweli halisi kuhusiana na irada, yani mashia, kwamba Allah aliyetukuka anataka kila kitu ni kwa kutaka kwa Allah, lakini hawalazimishi waja, bali waja wana khiari ya kuchagua. Hivyo basi hapana dhulma hapo. Kama mtu amechagua kufanya lililokuwa la shari, amechagua mwenyewe, sawa, lakini kulitenda kwa hilo jambo kama Allah hakutaka hawezi kulitenda. Nafahamika vizuri eh? Walihadha idha waqa'a fi'lu al-'abdi min ghairi ikhtiyari rufi'a anhu al-ithmu in kana jahilan au mukrihan au nasiya fa innahu yurfa'u anhu al-ithmu li'annahu lam yakhtaruhu. Kwa sababu pindi kitendo cha mja kinapotokea bila ya khiari yake, huondolewa dhambi. Hicho kitendo kinafutiwa dhambi. Akiwa ni mjinga, yani amefanya jambo bila ya kujua, au amefanya kwa kulazimishwa, au amesahau, basi hakika huondolewa dhambi kwa sababu hakukichagua kwa utashi wake. Tamam? Walihadha lamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Na ndiyo maana aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yeyote miongoni mwenu ila kimeshaandikwa kikao chake, yani mahala pake atakapokwenda kukaa peponi na kikao chake motoni, tayari umeshaandikwa. Qalu ya Rasulullah afala nad'u al-amala wa nattakilu ala ma kutiba. Masahaba walipoambiwa hayo wakasema, ewe mjumbe wa Allah, je, tusiache kufanya amali na tukategemea yale yaliyoandikwa? Kama kila jambo, kila mtu ashaandikiwa makazi yake peponi au makazi yake motoni, je, situache kufanya matendo alafu tutegemee tu yale yaloandikwa? Qala la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa la. Mtume akasema hapana, msifanye hivyo,
Msikae tu bila kutenda matendo mlioamrishwa kutenda, kwa sababu kila mtu ashaandikiwa makazi yake motoni au peponi. Fanyeni, i'malu, fanyeni, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kwani kila mmoja amerahisishiwa kwa lile aliloumbiwa nalo. Tamam. Kwani wewe utakapokata shauri ukasema basi mimi sitofanya chochote, nitakaa tu nitegemee kile kilichoandikwa, ikiwa takwenda peponi haya, ikiwa nitakwenda motoni haya, ndio ishaandikwa. Unajua wewe mpaka ukate shauri hilo, unajua umeandikiwa wapi? Si ujui? Hakuna anayejua. Basi tutende, kwa sababu hatujui tumeandikiwa wapi. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kila mmoja atarahisishiwa katika lile aliloumbiwa. Kama wewe umeumbiwa uende peponi, Allah atakufanyia wepesi kutenda yale yatakaye kupelekea uende peponi. Na kama umeandikiwa uende motoni, basi utarahisishiwa kufanya yale yatakaye kupelekea uende motoni. Amma ahlu saada, Allahumma ja'alna minhum, fayusayyaruna li'amali ahli saada. Wa amma ahlu shaqawa fayuyassaruna li'amali ahli shaqawa. Ama watu wa kheri, wale watu watakayekuwa katika furaha, na tunamuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Fayuyassaruna li'amali ahli saada, hawa hurahisishiwa matendo ya watu wa kheri. Wa amma shaqawa fayuyassaruna li'amali ahli shaqawa, na ama watu wa shari, watu wa kuangamia, hurahisishiwa kutenda matendo ya watu wa shari. Thumma qaraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mustadillan wa muqarriran lima qala qaulullahi azza wa jalla. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma ushahidi, akasoma kisomo akitolea ushahidi na kuthibitisha lile alilolisema. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ama yule anatoa sehemu ya kile alichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa na takwa, akawa na uchaji Mungu, na akasadikisha jambo jema, basi tutamrahisishia njia ya wepesi. Na yule anayefanya ubakhili akajiona amejitosheleza, hana haja, hahitaji kwa yeyote yule, na akakadhibisha jambo jema, yale mambo mema ambayo yameamrishwa yatendwe, yeye akaacha kuyafanya, basi tutamrahisishia